Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, mtu Darweshi bin Abdul Shan, nimekuja kuelezea namna ya utoaji wa msukule, jinsi nilivyomtoa yule binti. Nadhani mmeshamuona alivyokuwa amepotea ndani ya miezi mitatu. Kwa ndugu zake wakanipigia simu kutokana alikuwa ashangaika sana na walijua alishafariki, lakini nikamtazama nikajua kabisa binti yupo hai na yupo alaka kupotezwa, na maana amefichwa kimazingara kimsukule. Kwa kutokana na dada yake na kaka yake jinsi walivyoonyesha ushirikiano, basi nikamwambia nionyesheni ushirikiano kama familia imewatenga, imewakataa. Na aliyakuwa mtu unamuona ndani ya ndoto. Unajua kuna mtu mwingine anaweza akafiwa na mtoto wake au akapotelewa na mtoto wake katika mazingira ya kutatanisha, lakini akakuta anamuota katika ndoto au anamuona katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nilichokifanya, kutokana ukishia kuona maono, basi jua la mtu akawa anasumbua, bwana mimi nipo, nisaidie mnitoe. Basi jua kabisa mtu ni yupo, ndugu yako, unatakiwa umsaidie atoke katika sehemu alipokuwa, haje katika sehemu ambayo unajua unaweza ukamsaidia katika ulimwengu wa kidunia, sio ulimwengu wa kishirikina. Kwa alivyokuja nikamtazama, nikamwambia huyu yupo sehemu fulani. Dalili jambo linafanyika na watu fulani ndio wanafanya ile jambo. Kutokana na siri na siwezi kuzungumza, kwa hiyo nikamwambia tu watu fulani ndio wanafanya ile jambo. Sikumtajia ni kina nani, ila nilimwambia tu watu fulani ndio wanafanya ile jambo. Basi biidhnillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa kipaji alichonipa na kwa upeo, mimi nikafanya ya kuyafanya. Nikawapa siku 14 kwamba mtamuona mtoto wenu atatoka sehemu fulani. Kweli ndani ya siku 14 dada yake kabla siku 14 akaota ile ndoto. Bwana, nimeona mbele wangu karudi. Nikamwambia basi inshallah jambo zuri la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ila fanya kitu fulani. Akaja tukafanya kitu fulani ofisini, basi mtoto akaonekana ndio kama vile katika hali mliomuona, na bado anaendelea na matibabu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuwa sawa. Wapo watu wengi wamepotelewa na watoto zao, wamepotelewa na ndugu zao katika mazingira ya kutatanisha. Vitu hivi vipo katika sababu ulimwengu na wachawi bado wanaendelea kufanya hizi shughuli za kuwapotosha watu na kuwatoa vitu tofauti tofauti na kuwafanya wawe katika hali isiyo ya usawa. Samahani daktari, ningependa kuuliza iwapo kwamba mtu labda ndugu yake amechukuliwa msukule, labda ni dalili zipi ambazo zinaweza zikaashiria kwamba mtu akafahamu kwamba ndugu yangu hili jambo labda yupo msukule au ipo vipi? Dalili kuu ya kwanza, yule mtu ambaye alipotolea mtu wake msukule labda amefariki au amepotea tu kwa mazingira ya kutatanisha. Yule ambaye alipotolea kile kitu au katika familia mtu wote anakuwa mtu mwenye kulala sana. Yaani yeye ni mtu ambaye usingizi au mwishi. Ni mtu wa kulala sana muda wote, asubuhi analala. Akiamka hizi dakika 2 akikaa kidogo, akikaa kitako analala. Yaani dalili ya huzuni au dalili mbaya maana yake. Wanasema hivyo. Ina maana kuna mtu ambaye ametolewa msukule katika familia, na hao anaweza akapata ndoto za utofauti. Usiku ruhi wanaita. Usiku anaweza kupata ruhi tofauti tofauti. Ukaona mbona imekuwa hivi tena nini? Mtoto anakusumbua, ukaona vitu vya ajabu ajabu ndani. Mtoto kama anakuita mama au fulani au baba au hivi. Kwa hiyo ikawa katika hali za dalili tofauti. Yaani dalili zinakuwa tofauti tofauti. Na hata yule msiba unakuwa ni msiba kiutofauti. Umeelewa? Tofauti na misiba mingine. Kabisa hata watu wengine wa mashitatu mara wanapandisha mashitano, tunaona huu msiba wako sawa sawa kihalali. Kutoka nini? Jinsi ya weledi na jinsi utakavyokuwa na upokeaji wa watu na jinsi utakavyo, hadi mandhari yake tu. Na nyinyi katika familia mnajua sasa kweli kwa kweli sio halali. Mbona imekuwa hivi? Kwa kuna dalili nyingi sana ambazo mtu anaweza kukutana nazo. Na pia kwa utaratibu ambao unaofanya, kwa sababu tumeshuhudia ukitoa baadhi ya misukule, na hii sio mara ya kwanza, labda utaratibu unakuaje kwamba kuanzia mwanzo mpaka siku ambayo unafanikisha kumtoa huyo mhusika, utaratibu unakuwa vipi? Inategemea. Mwingine tunamwangalia sehemu alipo, tunaenda pale na familia yake. Mwingine anataka bana mimi nitakontolee mwenyewe siku 7 au siku 14, basi anafanywa kazi, yule mtu anatolewa. Mwingine ni kila mtu jinsi anavyotaka na jinsi alivyo, sababu kuna njia hizo mbili. Msukule na mtu ambaye aliyefichwa. Pia anaweza kuonekana amefariki lakini pia kafichwa. Msukule anakuwa ni mtu ambaye yule hawezi kuongea tena. Unaelewa? Alafu na mtu ambaye alofichwa ile kiuchawi anatumika kwa sababu ya mali au tajiri, watu wengine ndio wanawatumia hivyo. Kwa hiyo ina maana inategemea. Ina maana msukule huwezi kumrudisha katika hali ya kawaida yupo sawa kama binadamu mwingine. Lazima atakuwa na vitu vya ajabu bado. Lakini mtu ambaye alofichwa unaweza kumtoa na ulimi hajakatwa na akawa katika hali ya usawa kabisa bila tatizo lolote.
Kwa mimi nimeshuhudia kazi kama 3 ambazo umezifanya za kutoa misukule, na hii hapa nikiongelea ambayo tumetoka kushuhudia kwa yule mtoto wa kike ni ya 4. Labda ni kwa wewe mwenyewe ni una utaalamu upi au umefanya kazi ngapi za kujihusisha na hili jambo? Cha kwanza, ili umtoe mtu aliyekuwa msukule au ufanye hizo kazi, kwanza uweze kuona, yani jicho lako lione mbali, kwa sababu vile vitu ni vya mficho na vitu vya siri. Kwa maana ukiona macho tu ya kawaida hivi au macho ambayo unaweza kaona lakini huwezi kufanya hilo jambo. Kwa lazima kwanza macho yako yaone, na pia uwe na uwezo ambao Mwenyezi Mungu akujalia, na mizimu ya kwenu pia imesimama katika upande wako juu ya swala hili la ufanyaji wa kazi, ndio unaweza ukafanya hiyo kazi. Lakini la hasha, huwezi kufanya kazi cha kutoa kitu cha giza aliyakuwa sio mtu wa giza. Lazima pia mtu wa giza ndio uweze kutoa vitu vya giza. Matatizo makuu ambayo watu wakishatolewa msukule ambao wanayapitia ni yapi? Watu wanawaandama sana watu wabaya. Wengi weidha wataka kuwaua, kuwafanya mtu tofauti, kuwatia matatizo tena zaidi ya hapo. Kwa lazima ukishamtoa mtu umtibia kae sawa, sababu pia watu wenda usiku wanakuja sana waliofanya ile tukio, wanataka wale mtu wao wanakupandia didao, bwana chukua hela yako usimtoe, tuachie mtu wetu, usimfanye hivyo, usimrudishe. Kwa lazima upingane na zile rushwa na zile tamaa, ili mradi uweze kumsaidia binadamu mwenzio na ale katika hali ya usawa, na pia umfanyie zindiko au kinga kubwa ya kumfanya yeye aweze kupona na awe hali katika usawa. Naam, kwa hiyo watu ambao wakishatolewa msukule kuna uhakika wao kurudi katika hali ya usawa na kuwa kama mwanzo walivyokuwa katika afya njema. Wanarudi, lakini nategemea na huyo mtu katolewa muda gani. Ila kurudi wanarudi vizuri. Je, ametoka aondoke hapa ana muda gani? Lazima pia ugundue, lazima uangalie. Ndio maana lazima kabla hujafanya hiyo kazi uangalie kwenye vipimo. Je, yupo katika hali gani huyu mtu? Au anaweza akasaidia kitu gani akakaa katika hali usawa? Na hii kazi ya kutoa msukule, kwa sababu nimeshuhudia kazi mbalimbali ambazo zinafanyika mtu akiwa mbali na akiwa karibu. Sasa katika hii kazi nao ni mojawapo ambao inaweza kufanyika kwa njia zote mbili. Hii kazi inaweza kufanyika kwa njia yote vile, kwa njia tofauti. Ukatuma viumbe au akatoka daktari akaenda akalifanya hizo zoezi, yani vyote vinawezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa hiyo unawashauri vipi watu ambao wanaweza kuwa wanapitia hizi dalili, au unawapa kipi, unawaambia nini watu ili kuweza kufahamu kama mtu ambaye amefariki yupo katika msukule? Mimi ninachowaambia kwanza wachunguze kwa umakini, ushachunguza wanaweza akajua. Kwa sababu lazima uangalie na upimaji. Yaani ukishaizi tu kitu kilichotokea ni kitu cha tofauti, basi hangaika. Sio kwa mimi, tunaweza kwenda kwa mtu mwingine pia kahangaika, kaenda huku mashariki magharibi ukajua tatizo nini. Na hata kama bado mtu hajatolewa msukule na maana yuko katika hali ya uchawi, basi pia unaweza kahangaika ukajua huyu mtu anataka kufanya kitu gani au ipo hivyo. Jinsi unamwona tu mtu dalili zake. Kuna watu ambao wamewahi kukutafuta kwamba ndugu yao wana wasiwasi ndugu yao amepatikana atakuwa amechukuliwa msukule, na wewe ukaangalia ukagundua kwamba sio kweli. Wapo watu wananitafuta nikagundua ngambia hapa sio kweli. Inakuwa ni tatizo tu lingine. Tatizo jingine tu, ni kihalali kabisa. Kwa hiyo hapa unachoongelea ni kwamba mtu akikutafuta kwamba ni mtu ndugu yake kachukuliwa msukule, lazima uangalie kwanza. Lazima nitazame na niangalie na najua huyo mtu yupo wapi, amechukuliwa muda gani na kitu gani kilichomfanya mpaka amekuwa hivyo. Lazima niangalie chanzo mpaka mwisho wake, mpaka hatima ilichokuta yule mtu. Umeelewa vizuri? Ndio. Katika shikeli tunapoanza kumwangalia mtu tunaanza kuangalia chanzo, maradhi mpaka hatima ni nini, hatima yake. Kama mtu apone, basi wewe upone, nitakiwa uangalie. Bwana mtu anatakiwa apone, anafanya kitu fulani, basi tunamwambia kitu fulani kifanywe. Unakaa katika usawa, lazima umbe mtu ukweli ili ajue. Kama tiba yake inawezekana sawa, inawezekana usichukue mtu pesa yake bure ukaenda kuitumia afu hujui tatizo chanzo, hujui atafanikiwa vipi, ukawa umekula tu pesa na kwa dhambi. Asante sana Dokta kwa maelezo yako. Basi mimi nadhani wengi wamejifunza mengi zaidi. Hivyo ningependa labda uwaeleze labda unapatikana wapi. Mimi napatikana Vingunguti, Dar es Salaam. Vingunguti, Dar es Salaam. Ukija ofisini kwangu utapiga katika simu namba hizo hapo chini. Utapiga hizo namba, utapata maelekezo, utafika ofisini kwangu. Asante sana. Basi ndugu mtazamaji, nadhani umeweza kumsikia daktari alivyoeleza mambo kadhaa kuhusiana na namna ambavyo aliweza kufanikisha kumtoa yule dada ambaye ni msukule.
Usisahau kubonyeza alama subscribe pamoja na alama ya kengele ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa matukio na habari mbalimbali katika channel ya Eko TV.